ninateka nyara katika ulimwengu wa roho kila fikra pate kumtii Kristo Yesu, nikiangusha ngome, nikiangusha kila upinzani katikati ya ibada hii kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaipiga kwa damu ya Yesu, ninaipiga katika ulimwengu wa roho, napiga kwenye mioyo yetu, napiga kwenye fahamu zetu, mpaka shetani achia fahamu zetu, achia mioyo yetu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa wewe ni mwema, tunajiachia kwako katika jina la Yesu. Unaweza kumpigia Yesu makofi ya sifa. Haleluya, haleluya. Jionyeshe na kubaliwa na Mungu. Hakuna mtu wa kukusaidia kuona hivi usipoona wewe mwenyewe. Mimi sijui unaona nini. Kama hautabadilisha mtazamo, utakuwa ni mtu wa huzuni. Nyumbani mwa Bwana tunataka furaha. Nyumbani mwa Bwana ni amani, tunataka kuchangamka. Haleluya. Kaa vizuri, usikubali kupitwa. Ibada hii imeandaliwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Kwa hiyo nikuombe uwe macho. Kuna mgonjwa katikati yetu. Kama upo usimame nikuombe. Natamani kunisikilize leo. Bwana asifiwe. Unauma mama huko nyuma? Nani mwingine kama unauma nataka tuombe ukiwa umepona. Unaweza kusimama mama. Uweze kusimama. Simama tu. Kuna mwingine? Basi kama mmetosha, funika macho tuombe kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Baba uliye hai, wewe ni mponyaji. Hakuna kama wewe. Wewe Yesu Kristo ni Jehova Rafa, Mungu tuponyaye. Ninaomba uponyaji kwa ajili ya mama yule, kwa ajili ya baba yule. Muda huu kwa kuwa Bwana umeahidi kuwepo kwenye ibada hii, ninaomba wapokee pumziko. Maana ni neno lako umeahidi kuwapa pumziko. Naomba pumziko la kimwili, pumziko la kifikra katika jina la Yesu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, waondolee fadhaa, waondolee mizigo. Kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unajishughulisha sana na mambo yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai natangaza uponyaji wako juu ya afya zao, juu ya maisha yao, kwa damu ya Yesu Kristo tukiomba na kushukuru. Sema amen. Mpigie Yesu tena makofi. Makofi hayatoshi, mpigie Yesu makofi. Haleluya. Na kipekee namshukuru Mungu ambaye amenipa neema ya kusimama mbele za watakatifu wa Mungu, watakatifu wapendwao sana na Bwana. Wangapi wana furaha? Wangapi wananipenda? Naomba unipende ili unielewe. Mwalimu mmoja alisema siri ya kumwelewa mwalimu ni kumpenda. Kama hujamwelewa hata angekuwa na jumbe gani huwezi kupokea. Bwana asifiwe sana. Ninaomba unipende leo. Amina. Haleluya. Nipunguzie hai. Sasa mseo umekwenda baada ya nipunguzie hai leo niko kabisa. Amen. Nina sababu za kushukuru Mungu kama nilivyokwisha kusema, ambaye amenipa neema sasa ya kusimama mbele zako. Lakini pia nimshukuru mchungaji kiongozi ambaye yeye alininyoshea fimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu pigie Yesu makofi kwa ajili ya mchungaji wetu kiongozi. Anatupenda na mimi pia ananipenda. Lakini pia nitambue baraza la wazee. Mungu awabariki wazee wa kanisa, viongozi wote wa kanisa, wakuu wa idara, katibu na wewe mshirika ambao umekubali kuwepo leo nyumbani
mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mchungaji wetu hayupo, yupo Kifuru hapo, lakini ametuachia baraka zote kwenye ibada hii, atatukuta tukiendelea. Bwana asifiwe sana. Kwa usikae kinyonge. Kuna roho wake hapa. Jamani, haleluya. Mungu yupo hapa. Aliyemweka hapa bado ana vyombo vingi. Bwana asifiwe sana. Basi ujumbe wa leo unasema kuitumia karama uliyopewa. Kutumia karama uliyopewa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Nitakwenda kusoma kama ilivyoandikwa. Niombe kwa ajili ya neno. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Neno lako ni kweli, tena ni amina. Ni wakati sasa ambapo tunakuhitaji na tunahitaji nguvu zako, tunahitaji useme nasi kupitia neno lako. Naomba ukatuangazie kuyaelewa maandiko kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tukiomba na kushukuru. Amen. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo nawaarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule atendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufailiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda huyo Roho mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kazi zote anazitenda Roho Mtakatifu, na anagawa kama apendavyo yeye. Kwa mantiki hiyo, mtume wetu anasema kuitumia karama uliyopewa, na tunaona maandishi